Katika Jamhuri ya Kenya, jina la familia ya Kenyatta linapotajwa, utajiri wa familia hii iliyotajwa kama familia ya kwanza katika uongozi nchini Kenya hukujia akilini. Haswa mashamba na biashara zinazomilikiwa na familia hii ambayo imeweza kutoa rais wawili ambao wameliongoza taifa la Kenya. Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya hayati Mzee Jomo Kenyatta na mwanawe Uhuru Muigai Kenyatta. Ila familia hii ambayo wakati Kenyatta alikuwa anayaga dunia samani mwaka 1978 haikuwa na utajiri mkubwa kama ilivyo sasa. Kwa miaka 35 familia ya Kenyatta haikuwa mamlakani kutoka Kenyatta alipofariki mpaka mwanawe Uhuru Kenyatta alipoingia mamlakani kama rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya mwaka 2003. Ila swali kubwa ni je, vipi familia hii iliweza kukuza utajiri wake na kuwa familia tajiri zaidi nchini bila wao kuwa uongozini? Leo katika kipindi chetu cha The Did You Know tunakuletea kisa kuhusiana na the rise of the Kenyatta multi-billion business empire. Kitakambi tukupe uhondo. Jina langu ni FK Mwenda. Katika nchi ya Kenya, kulingana na ripoti tofauti, zimeitaja familia ya Kenyatta kama familia inayomiliki sehemu kubwa zaidi ya ardhi nchini Kenya. Kulingana na chapisho la gazeti la Forbes ambalo ni gazeti maarufu zaidi duniani, familia ya Kenyatta inamiliki takriban zaidi ya ekari 1500 za mashamba nchini, huku mashamba haya yakitajwa kuwa na thamani ya zaidi ya trilioni 10 za Kenya. Kulingana na ripoti za kitengo cha upelelezi cha CIA cha Marekani ama Central Intelligence Agency, zinadai kwamba familia ya Kenyatta inamiliki takriban 50% ya mashamba yenye rutuba nzuri nchini Kenya. Kulingana na CIA, Mama Ngina Kenyatta ambaye ni mama taifa wa kwanza katika jina lake pekee anamiliki takriban 1284 ekari za mashamba. Ina maana Mama Ngina Kenyatta anamiliki 284,000 hectares of land ambazo zipo katika jina lake pekee. Kando na yeye, wanawe Kenyatta wengine wanamiliki takriban ekari 500 na zaidi za mashamba. Ina maana familia hii utajiri wao wa mashamba ni wa kupigiwa mfano, wakati ripoti zipo kadhaa ambazo zimechapishwa kuhusiana na familia ya Kenyatta, jinsi ambavyo ilinyakua mashamba yaliyokadiriwa kupewa wapiganaji wa vita vya Mau Mau, ila familia hii ikiongozwa na mzee Kenyatta mwenyewe hayati ikaweza kujinyakulia mashamba haya na kuyamiliki na kuyafanya yao, ikiwaacha waliopigania mashamba haya na waliopigania uhuru wa Kenya katika vita vya Mau Mau dhidi ya ukoloni wa Uingereza kuwa maskwota ama IDPs. Ila Mama Ngina Kenyatta mwenyewe pamoja na mwanawe Uhuru Kenyatta wamekataa na kupinga madai haya, wakidai ya kwamba mashamba ambayo yanamilikiwa na familia yao mengi waliweza kuyanunua kutokea kwa serikali ya ukoloni, ambao wazungu walipokuwa wakigura kutokea nchi ya Kenya wakirejea kwa Uingereza waliweza kuwauzia mashamba haya. Hivyo wao wanamiliki mashamba haya kwa ununuzi, ila sio kwa unyakuaji. Kando na rasilimali ya mashamba, tunaangazia pia utajiri wa biashara na majumba yanayomilikiwa na familia ya Kenyatta. Katika familia ya Kenyatta, ingawa jina lake Uhuru Kenyatta ndilo jina ambalo lina umaarufu mkubwa zaidi nchini, cha kushangaza ni kwamba
Uhuru hana usemi wowote mkubwa katika biashara za familia ya Kenyatta. Kulingana na ripoti tofauti samani kutokea kwa familia ya Kenyatta, nduguye Uhuru Kenyatta wa mwisho au kitinda mimba wake Mama Ngina Kenyatta, ambaye kwa majina ni Muhoho Kenyatta, pamoja na dada yake Christina Kenyatta ndio wana mamlaka ya kuamua mikakati ya kibiashara katika familia ya Kenyatta. Muhoho Kenyatta anatajwa kuwa mwamuzi mkubwa katika uwekezaji wa familia ya Kenyatta. Familia hii ilimdhaminia Muhoho Kenyatta biashara zake baada ya kila biashara aliyojihusisha nayo kwa ajili ya familia kuwa zenye mafanikio kupelekea mamake Ngina Kenyatta kumtaja kama mkurugenzi na manager wa biashara za familia, ikiwemo kampuni ya maziwa ya Brookside Dairy pamoja na benki ya NCBA. Pia fununu zinadai kwamba Muhoho Kenyatta ndiye msimamizi mkuu wa ujenzi wa mtaa wa Northlands City unaojengwa katika eneo la Ruiru unaomilikiwa na familia ya Kenyatta. Mtaa huu unadaiwa kuwa utakuwa ni mtaa wa kisasa na mtaa ambao utakuwa ni wa kupigiwa mfano katika ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika ya Kati kwa jumla. Ikisemekana utagharimu takriban bilioni 600 za Kenya ndipo kukamilika, ambapo unasemekana mtaa huu utakuwa umekamilika katika mwaka wa 2030, mwaka 2030. Huu ni mradi ambao inaaminika Muhoho Kenyatta ndiye alileta shinikizo ya kuweza kujenga Northlands City, ambao utakuwa ni mmoja kati ya mitaa mikubwa sana kujengwa katika Afrika, bara la Afrika kwa sasa, na kumilikiwa na mtu mmoja, ukilinganishwa na mitaa tofauti ambayo imejengwa katika nchi za Uarabu, aswa kule Middle East, ikiwemo taifa la Qatar pamoja na taifa la Saudi Arabia. Kando na Muhoho Kenyatta, Mama Ngina Kenyatta akiwa ndiye mkubwa wa familia hii, yeye hutoa usemi wa mwisho wa biashara katika familia. Ngina Kenyatta ambaye ameilinda familia yake kutoka kwa uwekezaji mbaya wa kampuni atazalia kuwa mwamba wa maendeleo kibiashara katika familia ya Kenyatta. Inaaminika takriban 5% ya GDP ya Kenya inatokana na biashara na mchango mkubwa wa biashara za familia ya Kenyatta. Ikumbukwe Ngina Kenyatta kwa sasa anatajwa na kuorodheshwa nambari 4 na gazeti la Forbes kama mwanamke tajiri zaidi katika bara la Afrika. Ina maana Ngina Kenyatta is the 4th richest woman in Africa. Familia ya Kenyatta ikisalia kileleni cha familia tajiri zaidi nchini, wamejifunza kutenganisha kazi na familia, ambapo wafanyakazi wa biashara zao wengi hawana uhusiano wa kifamilia na the Kenyatta family, isipokuwa Muhoho Kenyatta na Christina Kenyatta ambao ndio wakubwa waliopo katikati ya utoaji wa maamuzi ya biashara na maendeleo katika familia hii. Hii ikiwa ni moja kati ya mpango ambao umechangia pakubwa katika kukua kwa kibiashara kando na familia zingine tajiri nchini. Kando na mali iliyopo nchini Kenya, familia ya Kenyatta ilipata kuanikwa mwaka 2021 na gazeti la Pandora Papers kwa mali ya matrilioni ya pesa ambayo inasemekana familia ya Kenyatta imeficha katika nchi za kigeni, hasa kule Cayman Island na mataifa mengine tofauti duniani ambayo yanatumika na watu ambao wanapora mali na kuiba pesa kutokea katika mataifa yao na kuzificha katika mataifa ya kigeni, huku wakihofia ya kwamba mali zile kama zitakuwa katika mataifa yao watakuwa wakilipa ushuru. Hivyo wakihofia kulipa ushuru katika taifa la Kenya,
waliamua kuepesha mali yao nyingi sana na kuificha katika nchi za kigeni, haswa katika mataifa ya Bahamas na kule Cayman Island. Ni hayo kwa sasa, tuungane katika video zijazo. Hii ni FM Show KE, kipindi hewani ni Did You Know. Jina langu ni FK Mwenda, nambari yangu ya simu ni 0705449728. Kama una biashara unataka kuwasiliana na